Heshima yako mama. Asante. Pole sana kwa msiba. Nashukuru, asante. Inavyosemekana kwamba wewe ni ndugu mkubwa wa Mankey ambaye mpaka anashikwa na maradhi ambayo yamemkuta huko alipokuwa. Kwa tulikuwa tunataka tufahamu vizuri ni changamoto gani imemkuta ndugu yetu mpaka imefika mpaka umauti umemkuta. Asante. Mimi ni dada mkubwa wa mwaka sita ambaye anaitwa kama Mankey kwa jina la utani. Dada yake wa kwanza, yeye ni watatu kuzaliwa, ana mwingine anafuata, alafu anafuata yeye. Kwanza habari ya kuugua kwake, alikuwa yeye ni mfanyabiashara, anafanya kazi za kuuza mitumba. Kwa hiyo akaniambia yupo Gairo, anafanya kazi Gairo pale kwa sababu akasema sasa hivi soko lipo vizuri, kwa hiyo amekuja Gairo kufanya kazi, kufanya biashara. Na alipofika Gairo tukawasiliana, nikamwambia sawa, na akaja kwangu akanitembelea. Lakini siku alipokuja kwangu akanipa taarifa, dada, najisikia vibaya, kuna wakati kama nabanwa, napata tabu kupumua, lakini nimeenda hospitali wameniambia ni asma pumu, kwa hiyo wananipa dawa na chuma sindano. Nikamwambia sawa, lakini vizuri pia fanye vipimo. Akasema sawa basi dada, nitakuja. Nikaa baada ya kama wiki mbili wiki tatu, tukapigiwa simu na yeye akanipigia simu akaniambia, dada, siko vizuri, nililazwa na sasa hivi hapa nimetoka ninywe hata maziwa, kila chakula natapika. Kwa hiyo mimi nikajua labda ni homa tu kawaida. Nikamwambia pole, umepima? Wanasema na vidonda vya tumbo. Nikamwambia sawa, pole. Tumekaa siku ya Ijumaa, mdogo wangu wa kiume ambaye anafuata baada ya yeye sasa Mankey anayefuata akapigiwa simu na mtu mzima, akamwambia bwana, huyu ndugu yenu anaumwa sana, fanyeni mchakato mje kumchukua. Mdogo wangu ikabidi apande gari aende. Kabla hajapanda gari akaniambia, nikamwambia niliwasiliana naye, akaniambia anaumwa, ila nikajua anaumwa kawaida. Nikamwambia basi wewe panda gari uende Gairo ukaangalie hali. Nikapanda gari. Wakati anapanda gari mimi nikampigia mwaka sasa. Nikampigia simu akaniambia ile mwitikio wake tu, dada, ninaumwa alafu unapata tabu kupumua, vile unajua ile ukiongea na mtu unapomsikia tunajua huyu anaumwa. Basi nikamwambia upo na nani? Akaniambia nipo na kijana wangu ambaye ninafanya naye biashara. Nikamwambia nipe simu niongee naye. Akampa simu. Nikamwambia sasa chukua usafiri pikipiki sasa hivi mpeleke hospitali ya wilaya, hospitali kubwa. Akamchukua akampeleka hospitali. Akafika hospitali nikaomba madaktari, nikamwambia naomba mumtibu, bili yoyote, kuna mtu anakuja lakini nitawajibika, sisi ni ndugu zake. Kwa hiyo wakakubaliana, wakafanya vipimo vya awali, ambapo vipimo vya awali walichukua damu wakapima. Baada ya kupima wakasema ni mchafuko wa damu pale hospitali ya wilaya ya Gairo, na wakampa huduma moja hapo ilikuwa ni dawa pamoja, wakamwishia dawa pamoja na oxygen kwa ajili ya kusaidia kupumua. Mdogo wangu akafika akaniambia of course hali sio nzuri. Kwa hiyo wakati wanamtibia, lakini baada ya kumtibia wale wakawa na hofu na kitu kimoja, ile nani yake ya kupata mkojo, wakawa na hofu naye. Kwa hiyo wakachukua kipimo na mkojo wake, ile mkojo yani ile idadi ya nani Kwa hiyo sasa wakapima, walipopima wakagundua mkojo unazalishwa protini ambayo sio nzuri kwa hali ya kawaida. Basi wakahisi labda ni dawa. Kwa hiyo wakamwandikia referral, wakasema basi aje Benjamin Mkapa, lakini mimi nikaomba waandike referral ya hospitali ya General iko pale kwa Dodoma. Basi ilitakiwa aletwe na ambulance, lakini kwa hali ilivyo akasema dada, naweza nikapanda gari. Kwa hiyo akapanda gari wakamleta Dodoma. Ilikuwa Jumamosi usiku saa 4, nikawapokea tukapeleka hospitali General Hospital pale Dodoma. Kwa Dodoma akapata huduma ya kwanza ya matibabu na vipimo, lakini kwenye kipimo kikubwa cha kwanza walichofanya ni X-ray. Kucheck X-ray kaonekana moyo wake umepanuka, size imeincrease size, upande mmoja unaonekana size yake imekuwa kubwa sana. Baada ya pale akaandikiwa kulazwa, akalazwa.
tukaendelea na vipimo siku ya Jumapili tukapewa dawa. Jumatatu tukaingia kwenye vipimo, wanacheki ini, kaonekana ini halina shida na vitu vingine. Kipimo cha mwisho sasa wakapita madaktari bingwa, kipimo cha mwisho kikawa wakacheki hali ya moyo, ya utendaji kazi wa moyo, lakini na wakapima na kipimo cha echo ambao ni kipimo cha moyo. Kucheki kipimo cha moyo, echo ikaonyesha kwamba kweli moyo umepanuka, lakini hicho kipimo kingine kaonyesha kwamba uwezo wa moyo kufanya kazi kwake umeshuka. Badala ya kuwa 70% yeye imekuwa 15%, ambayo sio nzuri sana kwa hali ya kawaida. Kwa hiyo it was like ana shida, ilikuwa inaletea kwa tatizo la finally tunasema heart failure. Kwa hiyo kilichotokea ndio hivyo basi, tukapewa dawa, tukarudi nyumbani, tukaturuhusu turudi nyumbani. Jumatatu, Jumanne asubuhi akawa yuko vizuri, amekunywa uji, akanywa dawa. Ila mida saa 5 hali ilibadilika, tukambeba kutoka hospitali kumpima, wakasema ametutoka. Kwa hiyo ndio historia ya ugonjwa wake mpaka mauti. Pole sana dada kwa changamoto zote ulizopitia, na pole tena kwa msiba. Asante, nashukuru. Maelezo vizuri tumemsikia dada ambaye ni mkubwa wa ndugu yetu Mankey, msanii wetu, director wetu, kiongozi ambaye alikuwa akiwakilisha katika hii Kiwangwa. Na mimi ni mtangazaji wako Asma Ali kutoka Kiumbo Media. Utatupata pale Kiumbo TV. Basi ili uwe wa kwanza kuzipata habari zetu, usisahau kusubscribe, kucomment, kushare na kulike.